are now 2 minutes to the bomb run. No fighters, no flak as yet. Kinachoendelea hivi sasa katika Ghuba ya Uajemi bado ni swala la kuogofya, sababu sehemu ya uchumi wa mataifa mengi unazidi kushuka, hususan katika mataifa ya Uarabuni. Sasa turejee katika kipindi cha mwaka 1945 ambapo kwa mara ya mwisho silaha ya nyuklia ilitumika. Pengine tujikumbushe ni sababu zipi ambazo chini ya uongozi wa rais wa Marekani Mr. Harry miaka 1945 alifanya maamuzi ya kuishambulia Japan kwa makombora ama mabomu mawili ya Little Boy na Fat Man ambayo ni ya nyuklia. Nini kilichopelekea? Wakati vita ya pili ya dunia inaanza, moja ya mataifa ambayo yalikuwa na jeshi madhubuti kweli kweli ni Japan, na umadhubuti wake ulionyesha uimara wa matumizi ya silaha walizokuwa nazo na ubora wa jeshi ndani ya uwanja wa kivita katika vita ya pili ya dunia. Sasa mwishoni wa vita ya pili hiyo, Marekani ilitamani vita hii iweze kuisha na watu waendelee kwenye maisha yao ya kawaida. Na ukiangalia sababu ambazo alikuja kuzitoa kwa nini alifanya shambulizi ya mabomu ya nyuklia katika taifa la Japan, anasema moja, alitaka kufanya urahisishaji wa taifa la Japan kusarenda na jeshi lake kwenye vita hii na maisha yaweze kuendelea. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni kufanya uokovu mkubwa wa wanajeshi wake na wanajeshi wengine kutokwenda kuvamia moja kwa moja kwenye ground katika taifa la Japan. Na sababu ya tatu ni kuonyesha ushupavu na nguvu kubwa ya washirika wa Umoja wa Kisovieti katika kipindi cha miaka 1945. Lakini ilikuja na athari kubwa sana mpaka hii leo taifa la Marekani anawajibika kwenye masuala ya ulinzi na usalama kwenye mikataba ambayo walikubaliana baada ya shambulio lile. Saratani kwenye masuala ya afya iliweza kuathiri vizazi na vizazi vya taifa la Japan. Sasa turudi kwenye tarehe 6 Agosti 1945 ambapo bomu la kwanza la Little Boy linatumwa kutoka Marekani kuelekea katika taifa la Japan katika mji wa Hiroshima. Siku mbili baadaye, tarehe 9, tunashuhudia Fat Man, bomu jingine la nyuklia linapelekwa katika mji wa Nagasaki. Baada ya hapo, kipindi cha miezi mitatu, tulishuhudia watu zaidi ya 100,000 mpaka 200,000 na zaidi walifariki dunia, huku saratani ikiweza kuwatesa watu wa Japan katika vizazi na vizazi. Lakini mpaka hii leo unazungumzia wazi ya kwamba hakuna statement ya kuomba msamaha moja kwa moja ambayo taifa la Marekani ilishawahi kutoa katika taifa la Japan. Unazungumzia mwaka 2016 Barack Obama alipata nafasi ya kwenda taifa la Japan katika eneo la Hiroshima na kudhuru baadhi ya makaburi ambayo wahanga waliofariki dunia, lakini hakuna statement ya kuomba msamaha ambayo ilitoka moja kwa moja. Mwisho wa siku, misimamo mitatu ambayo ilitajwa kama sehemu ya sababu ya shambulio lililofanyika katika taifa la Japan ndilo ambalo lilifanya maisha mengine yaweze kuendelea mpaka hii leo, na ilikuwa ni mwisho wa matumizi ya silaha aina ya nyuklia. Sasa imagine, mwisho wa siku, misimamo mitatu ambayo ilitajwa kama sehemu ya sababu ya shambulio lililofanyika katika taifa la Japan ndilo ambalo lilifanya maisha mengine yaweze kuendelea mpaka hii leo, na ilikuwa ni mwisho wa matumizi ya silaha aina ya nyuklia. Sasa imagine, hiyo ni teknolojia iliyotumika mwaka 1945. Vipi kwa sasa hivi? Unazungumzia taifa la Urusi ana nyuklia, Marekani ana silaha za nyuklia, India ana silaha za nyuklia, Pakistan ana silaha za nyuklia, Israel ana silaha za nyuklia. Iran anaendelea na msimamo wake ule ule wa kuhakikisha kwamba kile anachokifikiri kinaendelea kufanyika. Hivi karibuni kwenye mkutano nchini Faransa, atete zinasema barani Afrika, Rwanda inafikiria kurutubisha nyuklia kwenye masuala ya nishati, lakini pengine tukashuhudia kuja kwenye silaha. Nini maoni yako kwenye ulimwengu hivi sasa ambao pengine unatajwa kuwa ni multipolar, ulimwengu ambao nguvu kubwa kwa kila nchi inatajwa kuona ya kwamba ina uwezo wa kufanya jambo fulani kwa taifa fulani? Pengine tunapoelekea ni kwenye hali ya hatari zaidi, lakini mwisho wa siku tunabaki kuomba usalama
kwa mwenye dunia yake ambaye ni Mungu pekee. Anyway, ni ripoti tu za hapa na pale. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona, tafadhali endelea kufuatilia ukurasa wa YouTube wa Ali Kashmiri, kusubscribe kuweza kufahamu mengi yanayoendelea kujiri ulimwenguni.